Na msikilizaji, ni matumaini yangu siku yako imekwendea vyema, ikiwa ni saa 11 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye muhtasari wa kurunzi ya Al-Shifaa. Jina langu Diana Faith Sabela. Uchunguzi kuhusu mauaji ya Albert Ojwang unaendelea kuibua maswali mengi kuliko majibu, huku mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai Amin Mohamed akifichua itilafu katika ripoti za polisi. Amin ameweza kufika mbele ya kamati ya usalama ya bunge na kuweza kufichua majina ya maafisa waliompokea Ojwang katika kituo cha polisi cha Central. Amesema kuwa mnamo Jumamosi tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2025, timu ya maafisa 5 kutoka kitengo cha uhalifu cha DCI walifika kituoni na ripoti ya Ojwang kuwekewa nafasi ya kidijitali na kutolewa saa 3:30 usiku. Na kwingineko ni kuwa taarifa mpya kutoka kwa Meta ilifichua kuwa Kenya ilikuwa nchi inayoongoza katika Afrika Mashariki kwa kuomba data ya watumiaji ya mitandao ya Meta kwa kufanya maombi 35 yakilenga akaunti 55 mwaka uliopita. Ufichuzi huo umezua wasiwasi kuhusu ufaragha wa kidijitali na ufuatiliaji wa serikali, haswa huku Kenya ikielekea kupanua uwezo wake wa ufuatiliaji. Mgao wa hivi majuzi wa bajeti ulifichua kuwa serikali imetenga milioni 150 kwa kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI kununua na kuendesha Optimus 3.0, mfumo uliweza kubuniwa kufuatilia watumiaji wa mitandao ya kijamii. Na katika habari za kimataifa ni kuwa ndege ya Air India iliyokuwa ikielekea London ikiwa na abiria 242 imeweza kuanguka dakika chache tu baada ya kupaa kutoka mji wa magharibi mwa India wa Ahmedabad Alhamisi ya leo. Haya yamethibitishwa na shirika hilo la ndege na polisi wa nchi hiyo bila kuweka wazi iwapo kulikuwa na maafa. Ndege hiyo ilikuwa inaelekea uwanja wa ndege ya Gatwick nchini Uingereza, na maafisa wa polisi wamesema imeanguka katika eneo la makaazi ya watu karibu na uwanja wa ndege. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema ameshtushwa sana na ajali hiyo ya ndege, kwani ajali ya mwisho iliweza kutokea mwaka 2020. Na msikilizaji, ikiwa ni dakika 3 zimeweza katika baada ya saa 11 saa za Afrika Mashariki. Ni hayo tu tuliweza kuandalia masaa haya. Tuzikutana wakati mwingine. Jina langu Diana Faith Sabela.